ambalo ni neno la Kiluya, actually inaeleweka kwa Waluya wote, lakini wale ambao hawakuelewa, Nsiangalamwe is desolation au mahali pa ukiwa, yani mahali ambapo kunakaa kama mahame, mahali ambapo kunakaa kama kumeharibiwa, mahali kumekaa hakuna uhai, mahali pakafu, mahali pa shida, mahali pa magonjwa, mahali pa dhiki ya kila aina, mahali ambapo tunaweza kusema hakuna uwepo wa Mungu, mahali ambapo mashetani ni wengi, mapepo ni wengi, yani maisha ambapo wewe umeshikwa na mapepo, unadhalilishwa na mapepo, hauna amani yoyote. Na Nsiangalamwe inaweza kuwa physically au pia spiritually. Physically maybe kwako unapopanda chakula chochote hakiwezi kuzaa matunda. Hata ukiweka mbolea ya aina ya namna gani, hata kunyeshe mvua ya namna gani, hakuna mazao yanaweza kutokea. Kwa maisha yako, pengine ndoa yako haina amani, hiyo ni Nsiangalamwe. Kuna magonjwa, kuna uharibifu wa kila aina, maisha yako hayaendi vizuri, maisha yako ni ya shida. Kila mahali unapoangalia, yani wewe hauna mbele wala nyuma. Na maisha kama haya mara nyingi hutokea kwa ajili ya makosa yetu binafsi au kwa ajili Mungu amependa iwe hivyo. Tumeelewana? Hayo maisha ambayo tumetaja kwa mifano mingi yanaweza kutokea kwa ajili wewe mwenyewe umependa iwe hivyo, au Mungu amependa iwe hivyo. Wewe unaweza kujipeleka kwa maisha ya aina hiyo kwa njia ya namna gani? Jambo la kwanza, kwa kutenda dhambi. Wewe ukijiachilia kwa dhambi, unapitia kwa maisha kama hayo ambayo tumetaja. Maisha yako yanakuwa ni magumu sana, kwa sababu kitu cha kwanza ambacho kitafanyika ni ukiingia katika dhambi, uwepo wa Mungu unatoweka. Hautakuwa na uwepo wa Mungu. Kinga ile yote ambayo Mungu amekuwekea itaondoka. Kwa hivyo kila chochote ambacho ni kibaya sasa kitakuja kwako, because hakuna fence, hakuna any defenses. All defenses have been removed from you. Every defensive mechanism provided by God has been withdrawn from you. So you become a victim of everything that comes your way, kwa sababu wewe umetenda dhambi. Na palipo dhambi, Mungu hujiondoa pole pole. Roho wa Mungu anajiondoa pole pole. Kumbuka maisha ya Sauli, mfalme wa kwanza wa Israeli. Mungu alimpenda sana, akampatia mamlaka ya kutawala Israeli kama mfalme wa kwanza. Lakini yeye kwa kiburi na madharau yake akaanza kumuasi Mungu. Na Mungu alifanya nini? Aliondoa roho wake na wa Sauli akawa wazimu. Ndipo sasa akamwalika Daudi kumuimbia nyimbo. Psalms zote zilitungwa na Daudi, akimuimbia mfalme Sauli ili
afurahi kidogo, kwa sababu Roho wa Mungu alikuwa ametoka. Hata na wewe pia ukimsahau Mungu, ujiingize katika mambo ya anasa, mambo ya ulimwengu huu, Roho wa Mungu pia anatoweka pole pole. Na Roho wa Mungu anapotoka, mapepo yanaanza kutawala maisha yako. Na pepo kazi yake ni kuja kuharibu. Shetani kazi yake ni kuja kufanya nini? Kuharibu. Anapoingia katika maisha yako, ndoa yako inaharibika, masomo yako inaharibika, kazi yako inaharibika. Kila chochote unachokuza inaharibika. Kwa nini? Ni kwa sababu ulinzi wa Mungu umetoweka. Ndio maana huo wimbo ulikuwa unaomba Mungu ya kwamba Mungu usiniwache katika hali kama hiyo. Usiniwache katika hali hiyo, kwa sababu sio hali nzuri. Hali hiyo pia inatokana na kiburi. Napenda kumshukuru yule aliyetuletea neno la kwanza, neno la msingi. Alisoma Proverbs, methali ambayo ilikuwa na maonyo kali sana kwa vijana na kwetu sisi wote. Jinsi tunavyoishi maisha yetu, jinsi tunavyo tangamana miongoni mwetu. Wengine hatuwaheshimu wazazi, wengine tumekuwa na majambazi sugu kila mahali. Kijiji fulani huwezi kupita kwa ajili vijana ni waovu. Kiburi, madharau, majivuno yameingia kiasi ya kwamba hata hakuna heshima kwa wale watu wanaowazidi miaka. Jambo hili likiendelea, Roho wa Mungu huwa anatoweka miongoni mwetu. Jambo lingine ambalo linasababisha hali ya ukiwa katika maisha yetu ni kufanya mambo ambayo yanamchukiza Mungu. Katika amri 10 za Mungu tumepata amri moja ambayo ni tumwabudu Mungu mmoja peke yake, sio miungu mingine. Lakini sisi katika maisha yetu ya kawaida tunaabudu miungu mingi sana kiasi ya kwamba tumemsahau Mungu wa kweli. Ibada ya sanamu. Ibada ya sanamu inaingiaje katika maisha yetu? Halo? Ibada ya sanamu inaingiaje katika maisha yetu? Sio ati lazima uchonge kitu ukionekane kama sanamu ndio useme huyo fulani anainamia sanamu. Matendo yako yanaonyesha tu wewe ni mtu wa Illuminati. Usiku wa leo nilipokuwa nalala, na ninaomba jambo hili wale intercessors mpo? Intercessors mpo? Yes. Kuna jambo lilinisumbua usiku na sitaki kulitambua. Lakini najua Roho wa Mungu anaona. Kuna watu ambao niliona ambao sijawahi kukutana na wao. Lakini wakati nimekaa pale nje niliona sura kama hizo pia zinaonekana miongoni mwetu. Zile sura ambazo niliona usiku. Na zilikuwa ni sura ambazo zinalia sana. Watu walikuwa wanataka msaada, kusaidiwa. Sijui walikuwa ni akina nani, lakini kuna wengine sijawahi kuwaona na kuna wengine nimewaona. Na wote walikuwa ni wamama. Wote walikuwa ni nani? Wamama. Sikuona mwanamume hata mmoja. Hiyo nawaachia